leo nina ramani ya hidden roof ambaye ina vyumba vitatu, na hii ramani ina ukubwa wa mita 14 kwa 14, kwa maana kwamba ukiwa na kiwanja chenye ukubwa huo basi ramani inakaa. Ni nyumba fulani kubwa na ni very affordable kwa mtu ambaye unapambana unaweza kuimiliki, kwa sababu nimefanya valuation mpaka kwenye upauaji. Kuna ile fulani hivi ambayo imekuja ni milioni 13,995,500, kwa maana kwamba ukiweka na milioni 5 ya pembeni kwa ajili ya extra labda usafiri, maji na nini and stuff like that, inaweza ikaja kwenye milioni 18 hivi na something. Kwa hiyo nyumba fulani very affordable. Lakini sasa mimi nimefanya valuation kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye hatua ya upauaji. Kwa hiyo nimechambua vifaa kimoja badala ya kimoja. Kwa hiyo kama una peni na karatasi ni vyema ukaandika ili uwe na record ambayo kama unahitaji kujenga nyumba ya sampuli hii ujue kabisa unatakiwa kuwa na tofali ngapi, simenti ngapi, nondo ngapi, mchanga gari ngapi, kokoto ngapi, lingi, binding wire, mbao, mirunda, misumari pamoja na gharama za ufundi. Kwa hiyo moja kwa moja tuendelee kwenye quotation yetu, lakini kabla bado hujafanya chochote na mimi sijaendelea, ni kuombe mdau wangu subscribe, lakini pia usiache kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification pindi ambapo nitakapokuwa na posti video zetu mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya ujenzi. Sasa nikiingia kwenye quotation ya nyumba hii, tofali zimeingia tofali 3000 ambao tofali 3000 ni milioni 3, lakini pia kuna simenti imeingia mifuko 85 ambayo mfuko mmoja sasa hivi ni 17,500. Kwa hiyo ukifanya 17,500 mara 85 ni milioni 1,04,87,500. Lakini pia kuna nondo zimeingia 68 kuanzia kuzama mkanda wa chini mpaka na kwenye beam, kwa maana ukichukua 68 nondo sasa hivi ni shilingi 23,000. Kwa hiyo ukichukua 68 mara 23 ni milioni 1,05,064. Lakini pia kuna mchanga ambao zimeingia gari 3 kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye hizo top course, kwa maana gari moja ni shilingi 270,000. Kwa hiyo ukichukua 270 mara 3 ni milioni 1,80,000. Kuna kokoto ambazo zimeingia kenta 4 kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye linta kwa ajili ya kufunga hiyo bimu ya chini pamoja na bimu ya juu ambayo ni linta. Kwa hiyo ukichukua kokoto sasa hivi ni 220,000 gari kenta moja. Kwa hiyo ukichukua 4 mara 220,000 unapata 880,000. Lakini pia kuna lingi za kusukia hizo nondo ambazo zimeingia lingi pisi 400 ambao lingi moja ni 600. Kwa hiyo ukifanya 400 mara 600 ni 20,000, ni 240,000. Lakini pia kuna binding wire ambao tumetumia binding wire 10, ukifanya ambao binding wire moja ni shilingi 2,000. Kwa hiyo ukifanya 2,000 mara 10 ni 20,000. Kuna mbao za kukodi ambao zimeingia mbao 70, na mbao kiuasilia tunakodi kwa shilingi 2,000. Kwa hiyo 70 mara 2,000 ni 1,40,000. Tumetumia pia mbao za kununua ambazo ni mbao 10 ya 1/6 ambao mbao moja ni shilingi 6,000. Kwa hiyo ukifanya 6,000 mara 10 ni 60,000. Tumetumia tena na mirunda ambao ni pisi 15. Mrunda mmoja ni 3,500 mpaka 3,000. Mimi napiga hesabu ya 3,000 ambao ukifanya 3,000 mara 15 ni 45,000. Tuna misumari ya inchi 3 ambao ni kilo 4 na msumari kilo moja ni 4,000. Kwa hiyo ukifanya 4,000 mara 4 ni 16,000. Lakini pia tuna misumari ya inchi 4 ambao tumetumia kilo 5 ambao ukifanya 5 mara 4,000 ni 20,000. Tuna gharama za ufundi ambazo ni milioni 3. Inategemea na location, inategemea na ukubwa wa nyumba, inategemea na design ya nyumba, lakini mara nyingi huwa tunachaji milioni 3, milioni 2,500,000, milioni 2,800,000, milioni 3,500,000. Inategemea na location, inategemea na nyumba yenyewe namna ambavyo ilivyo, lakini si chini ya milioni 2,500,000, milioni 2,700,000, milioni 2,800,000. Kwa hiyo ukichukua jumla ya ufundi mpaka material yote ni milioni 11 na shilingi 52,500. Hizo ni gharama za kuitoa nyumba kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye top course ambazo ni kozi 3 ama kozi 4 za juu, inategemea na hidden roof yake imekaaje. Kwa hiyo kwenye swala la ujenzi kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye top course ni milioni 11, ni milioni 11,52,500. Sasa tukija kwenye upauaji, hii nyumba imeingia bati 52 ambao bati moja ya halafu ya futi 10 inauzwa
elfu 33 mpaka 31, 32, inategemea na agent ambaye atakayekuwa amekupokea. Kwa hiyo ukichukua elfu 52 mara 33 ni milioni 1,700,000 na milioni 1,716,000, ambao pia tumetumia na mbao kwa ajili ya kupaua 2x2 pisi 64, ambazo pisi 64 mbao za dawa zile za 2x2 mbao moja ni shilingi 3,500. Kwa hiyo ukifanya 64 mara 3,500 ni 2,224,000. Lakini pia tuna mbao ya 4x2 ambao tumetumia pisi 45, ambao mbao moja ni shilingi 7,000 mpaka 6,500. Mimi nimeweka 7,000 ambao ukifanya 45 mara 7,000 ni 3,315,000. Tuna misumari ya nchi 4 ambao ni kilo 7, ambao msumari ni kilo moja ni shilingi 4,000. Kwa hiyo ukifanya 4,000 mara 7 ni 28,000. Lakini pia tuna misumari ya bati ambao tumetumia kilo 10, ambao msumari wa bati kilo moja ni shilingi 5,000, ambao ukifanya 5,000 mara 10 ni shilingi 50,000. Tuna kenchi waya 5 ambazo tunauza shilingi 2,000. Kenchi waya 5 mara 2,000 ni shilingi 10,000. Lakini pia tuna gharama za ufundi. Nyumba hii kuipaua kwa upauaji huu fundi atakufanyia shilingi 600,000, 800,000, yani inacheza humo mpaka kwenye 900,000, inategemea na location, inategemea na makubaliano yenu. Kwa hiyo mimi nimewekea 600,000. Kwa hiyo ukipiga mahesabu ya upauaji ni kama milioni 2,900,000, ni kama milioni 3 kamili. Sasa ukijumlisha gharama za kupaua pamoja na za ujenzi, ambayo za ujenzi ni milioni 11, za upauaji ni milioni 3, ukijumlisha unapata milioni 13,995,000. Kwa hiyo kiufundi na kimsingi kabisa ujenzi una vitu ambavyo mara nyingi vinakuwa vipo kwenye record. Inategemeana na maji unayatoa wapi, inategemea na kuna gharama za usafiri, kuleta vifaa na nini. Kwa hapo unatakiwa uwekee kama milioni 5. Kwa hiyo ukiwekea milioni 5 kwenye milioni 13, almost unakuwa na kama milioni 18. Kwa hiyo ukiwa na milioni 18 ujenzi unaumudu kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye kupaua. Hatua zinazobaki hapo ni stage za finishing, ambazo kama ukihitaji kujua feedback zaidi na nini na muendelezo wake unaweza ukanipigia kwa namba hizo hapo, lakini pia unaweza ukanicheki WhatsApp kupitia namba hizo ambazo unaziona kwenye screen yako, ambao ni mwisho wa 56. Na kama una ramani yako pia unahitaji kufanywa valuation ya quotation ya nyumba, unaweza ukanitumia ramani yako tukazungumza tukabageni nikakufanyia hiyo BOQ na ukao unaingia kwenye ujenzi ambao unajua unaingia uwe na shilingi ngapi. Kwa kufanya ujenzi wa kubahatisha mara nyingi inakuwa kidogo mtihani. Bwana, mimi naitwa Mr. House Decoration. Kama bado hujasubscribe, fanya subscribe.